Simba hii inakwenda kujipanga kucheza na Yanga. Lakini ukiangalia trendi ya Simba na trendi ya Yanga, inawezekana ni dabi. Dabi inaweza ikaleta matokeo ya aina yote ambayo unategemea. Hiyo ndio dabi. Lakini unapoanza sasa kuchukua uzito wa Yanga na uzito wa Simba, kiufundi Simba has no match to play to Yanga. Huo ndio ukweli. Kama mtu anakataa, nataka mimi si Simba yule wa sijui nisemeje. Mimi ni mweledi, ni msomi, ni mtu naweza nikaongea ukweli bila, haimaanishi kwamba mimi nikiongea ukweli siipendi Simba. Naipenda Simba mno kuliko hata hao wanajifanya wao wanapenda Simba. Lakini naongea kwa uchungu kwamba tumefika mahala tumepotea kwenye usajili wa madirisha yote mawili. Matokeo yake Yanga ina level kubwa kiufundi kuliko Simba. Unapokuwa unacheza bila washambuliaji, unakwenda kupataje magoli? Angalia magoli ya Simba yalivyo magumu wanapocheza na timu. Kwa sababu gani? Most of the players wale wote wa mbele ni midfielders. Hakuna mshambuliaji hata huyu. Sasa unaposajili kwa staili hiyo, hauwezi kwenda kuambia watu tena mimi nataka kwenda nusu finali ya ubingwa wa Afrika, nataka kwenda finali. Ni kwa sababu umekosa weledi. Na ndio maana nikasema kama wewe si weledi wa mpira, shirikisha weledi, kwa sababu Simba ina weledi wengi wa mpira. Kuna dhambi gani kumwita mtu ambaye anajua mpira kama King Kibaden? Bwana, sisi tunataka kusajili. Hebu tusaidie hapa. Kuna aibu gani? Na kwanza hakuna mtu atakayejua. Mmemwita ninyi kama viongozi, lakini viongozi waliopo hawana weledi wa mpira. Lazima tukubaliane. Umenielewa? Hawana weledi wa mpira. Na ndio maana Simba sasa inaonekana imekosa ubingwa. Na nasema huko tunakokwenda, kama hatukuwa makini sisi wana Simba, Yanga anaenda kuwa bingwa hata mara 5. Bwana wewe. Kabisa. Back to back mara 5. Mimi hakuna jambo nimesema likawa halitokei. Jehovah Jireh TV, we shine together.